Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, ni yetu sote, hapa ni yetu sote, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani. Okay Juma, na tuzungumzie sasa hapa kwetu kambini Nyarugusu. Hapa kambini Nyarugusu kuna prosesi za kusaidiwa nchi ya tatu na shirika la kuhudumia wakimbizi, ambayo process inaitwa resettlement. Watu wanaenda kule ambako kunazungumzwa ni Kiingereza tu, lakini Juma ninavyokusikia ni kama vile una knowledge na lugha ya Kiingereza. Haujawahi kabisa kufikiria kusema kwamba ufungue center ya Kiingereza, wanafunzi wakufuate hapa uweze kuwafundisha Kiingereza? Ni mpango wa siku nyingi nimekuwa nao, lakini unajua like any other business enterprise, kama biashara nyingine yote, mpaka na assurance ya market, ndio? So hapa gathering people nahitaji a number of things. Furniture. Watu wakija they need somewhere shaded. Hata mkawa ambao ni msafi wamefunika vizuri unapata na attract wateja. Lakini the open unapata inakuwa kidogo. Kwa hivyo support bado haijakaa sawa. Hata ubao niko nao, kuna vijana waliwekeza hapo ubao wao, si wa kwangu le. Lakini si wanajua Juma yuko single, Juma ana ears impairment, vyote hivyo wanajua kwamba kuhusu mazingira hiyo haiwezi kuwa shida kwa sababu Juma ana ulemavu fulani. Kwa nini usifungue ukasaidia? Make unajua Kiingereza na unaweza ukawasaidia. Sasa what we can do, it's a great idea, but it needs proper arrangements. Proper arrangements in the sense that I should be assured of my own blackboard, unaona? And then secondly, I should be in a way to get at least 5 people ambao are willing to start off. Class kama ile nataka serious people who will run through the year. There are a number of guys. Ukienda LPG International, kuna mtu anaitwa Selemani Mwesa na Jacob. You can contact them. Wamepata hapa quality English material wako nazo, walihifadhi hata kwa radio zao. So I believe vijana wakija tukiwa na arrangement kama ile, it can help them a long way, hata katika communication needs zao wanapoenda kwa mashirika kule. But support ya kama nimesema, we can start by that because of nyumba yangu iko available hapa. The rest ni hiyo vitu nimesema, writing, yeah. And then consideration, vijana wetu financially speaking they are not well up, na mara nyingi utegemea misaada saa nyingine hata kutoka Ulaya. So assurance of payment, because unajua teaching service si kama bidhaa yenye utasema nakopesha alafu utaniletea hela. Inatakana uwe assured of the payment. So that remains the obstacle, but once that is taken care of, it can start any minute. Indeed at the moment tuko na ile constantly running classes. Nafikiri umewahi zishuhudia. Naam. So hiyo ndio what tunaziweka in the pipeline in case a need like this one yenye umesema inatokea. Hiyo tu ni improve matters. Sio to stagnate kabisa. We want to have at least something running in case it needs to be expanded, but the opportunity when it comes, we work on that. Okay. Bimana kwamba support inaweza kupatikana kwa Juma, tunaweza tukalini English ndoma. Bila shaka. Whoever is ready, whoever is interested, we can make those arrangements. Like 2 young men who have been coming here. Tell me that. Yeah, so they have proved beyond all reasonable doubt that if someone is serious with what they are intending to achieve in life, they'll surely do it. As long as whatever goals they are being met at that particular center. Here, our main objective is to help students not only just perfect their English, but also be able to use it with ease. 4 language skills: listening, speaking, reading and writing. Ndio zenye tumekuwa tuki-emphasize upon. Asante sana. Narudia agenda make hii point nilizungumzia, lakini hiki kitu nimekikumbuka. Hiki kitu ni common kabisa hapa duniani. Nimesema kwamba Juma, injili unayohubiri ni kama vile ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2 kwamba mwanangu nimekuzaa wewe, sawa na vingine, lakini pale kuna neno kwenye Zaburi ya 2. Nikisema Zaburi ya 2 maana yake Zaburi mstari wa 2,
kuna neno inasema kwamba ihubiri injili kwa kicho, manake ipaswavyo. Kama lile neno linatumika, maana kwamba kuna watu wana uwezo au wanapindisha injili, au watu chini ya jua wapo wanapindisha injili kwa benefit zao peke yao. Na wewe unapita unahubiri injili kama ilivyo. Hiyo hapo niko naona kama movie ya Yesu. Yesu alipita barabarani anahubiri injili ya kweli, na huku kuna watu wengine wametangulia wanahubiri injili ya drama. Yesu alipata matatizo, tulivishuhudia. Ndo nataka nikuulize, kweli hii injili unayohubiri, Mafarisayo wanajijua, mimi siwezi kuwataja Mafarisayo, maana wale watu wanaofanya injili kwa ajili ya, wanadanganya watu kiinjili kwa ajili ya matumbo yao, hawajawahi kukuandama. Kwa mfano yeye kwa chachi yake kuna maandiko anaficha, hataki muumini wake ayasikie. Alafu suddenly unapita wewe yale maandiko wewe unayaweka clear, tena by evidence unatoa na mistari ya Biblia. Haujawahi kufuatwa na pastors yoyote kuja kukusumbua hapa? Unajua as a rule mwanadamu, mtu ambaye anahubiri huwa convinced qualified for that job. Ndio. Anakuwa convinced ameiva kwa ile kazi. Unfortunately anaweza kuwa hajawa well prepared, unaona? Ndio. Because as from my own knowledge, the Bible you have to study the whole of it. Na sio mara moja. Ndio. Several times over. The whole Bible. The whole of it. Sa watu wanaendanga pale akipata kitu Genesis, hata confirm na kile kiko Exodus kwanza. Ndio. Kwa wataki preach vile kilivyo, unaona? Whereas the Bible is one uniform thought. Yeah. Kwa hivyo those cases are there. Those cases exist, ambapo kila mtu kama wanavyosema mwamba ngozi uvutia kwake. Uvutia upande wake. Vipofu wanne walienda kumtazama tembo. Mmoja kaguza tumbo akasema, "Woi, tembo ni kama ukuta." Mwingine akaguza mguu, "Woi, tembo ni kama gogo la mti." Mwingine akaenda kwa mkia, "Woi, tembo ni kama kamba." Mwingine akaenda kwa mkungu, "Kumbe tembo ni kama nyoka." Kwa hiyo zile differences have always been there. Kwa hivyo kila mtu ako na vile anainterpret. Lakini generally speaking, small knowledge is dangerous, unajua? Ndio. It's good for people to go and confirm themselves. Kwa mfano ukisoma Biblia Matendo 17:10 nasema Bereans were of more noble character, walikuwa wangwana kuliko Thessalonians, sababu they received the message with great eagerness, but they also examined the scriptures daily. Kompakwe diligent, uwe na bidii, you're searching for the nitty-gritties. That way you can be sure of what you are doing. And then finally, remember, if you believe a lie, it becomes a truth for you. Yes. Na kuna mwenye atakubadilishia. Ndio. If you doubt a truth, it will remain a lie forever. Forever, yeah. So that's now the biggest predicament tuko ndani. Ndivyo ilivyo. So kwa mfano Sabato, Yeah. Adventists wana believe Saturday strictly ndio siku ya ibada. Jumapili, Matendo 27 inasema siku ya kwanza ya wiki tulikusanyika kumega mkate, unaona? Wala Jumapili. Ndio. Islam sema hakuzaa wala hakuzaliwa. Lam yalid wa lam yulad, unaona? Kwa hivyo inakuwa ni different perspectives, unaona? So to bring all those people together, it can only take God himself. Only God can. But now while we wait God to take action over that, si wanadamu tuko na mchango wetu wa kutoa sasa. Ndio. Na tunatoa kupitia hizo outlets, unaona, tukifanya mafunzo, discussions kama hizi. Okay, hapa ni kambini, na kila aliye kambini nadhani kwamba sio hiari yake kuwepo hapa, lakini ni kutokana na matatizo ama hofu ya usalama wake kutoka nyumbani kwao alipotoka. Mtu yoyote anaweza akawa mkimbizi endapo tu usalama wake ukiwa hatarini. Sasa umefika kambini na umri ambao kidogo uko advanced. Tutauliza kama before uliwahi kuwa kwenye uhusiano au kwenye ndoa, au nikimaanisha kwamba familia ulikuwa nayo. Mimi nimewahi fanya dating. Wakati macho alipotea, nilikuwa na fiancé. Nilikuwa naelekea marriage. Because nilikuwa na a very good job and I was planning to get into marriage. Yes. Nikapata hiyo shida ya blindness hiyo.
Kwa hivyo all those plans collapsed at that point. Zilikolapsia pale. So it's something that I've ever been at. Lakini ikawa curtailed, ikawa cut off at some point. Kwa hivyo I was forced to live with that. Okay, after that problems of blindness, ulichukua labda hatua yoyote ya kuweza kumuona daktari ili mpaka sasa uwe na imani kwamba dokta alisema nikitibiwa naweza nikapona au vipi? Well, Kenya at that time kulikuwa na mgomo wa madaktari. Ndio. Countrywide. Kwa wakati nipata ile shida hapakwa na attendance, hapakwa na medical attendance. Yes. In health facilities. So it delayed na mambo yakawa mabaya. But MTI, Medical Team International, through one of the experts, nilipata advice kwamba kuna kitu kinaitwa stem cell, fetal stem cell incubation. Yes. Wana implant nerves ambazo zime collapse kabisa. Alafu zinaanza kumea upya. After some point, zina renew your vision. So it's the hope I'm clinging on at the moment. Na niliambia hiyo mpaka niende resettlement ili nipate proper support because the budget was too high. Budget is too high. Ya, na hiyo inawezekana bimana kwamba kwa mujibu wa madaktari imani ya kuona bado hipo. Because niliambiwa there was someone alikuwa ana swim. Sasa auditory nerves. Unajua auditory nerves ni kama ile optic nerves. Yeah. Auditory nerves zake zilikuwa off. Kwa hivyo walienda kufanyia stem cell waka resuscitate ile the nerves that were failing off na akarudi kusikia. So I was told that there's someone from Arusha alikuwa anaitwa Dr. Muzava. Yeah, I know him. You know him? Akaniambia mpaka the cost. The cost was very prohibitive. So nilipoenda kwa watu wa MTI, they were willing to assist. Yes. Lakini wakasema for every asylum seeker ama refugee, there's always a budget ceiling. They cannot go beyond that. So for such matters, unasikia solution la kudumu, you have to get it beyond them. Okay, asante sana. Na kutoka, yani tangu utoke Kenya mpaka uje ufike hapa kambini Nyarugusu, una mawasiliano na familia iliyobaki? No, I don't have any communication whatsoever. Neither is it safe. Na wala sio salama kufanya hivyo. Nilikuwa advice kule Dar es Salaam. Kwa sababu I related my case that brought me. Kaonekana even communicating with people back at home is not wise. Is not wise. Ndio hivyo sasa. Ya, bwana, asante sana. Juma, nataka nikupe kama dakika 2 au 3 useme kile kitu ambacho unataka uongee na watu jioni ya leo. Yani kile ambacho tuseme kwamba tutachukua haka kamda ketu ka dakika 2 au 3 sisi wote kujifunza kile ambacho Juma ataweza kutufundisha kwa muda wa sekunde 180 au na zaidi. Kwa hiyo nikimaanisha kwamba this opportunity is to say anything before I close this story here, useme kitu chochote kwa mtu atakaye kuona ama anaye kuona. Yes. Asante sana. First and foremost, watu wote lazima wajue life is a struggle. Yes. Maisha huwezi yaishi bila hard work. Ndio. Vitabu vya dini vyote viko na hayo. But secondly, maisha yana survive kwa kitu kinaitwa essential life skills. Pako na ujuzi wa kimsingi wa maisha. Ndio. These range from decision making. Could distinguish between what is wrong and what's right. Kutenganisha what is important na what is urgent. Kutenganisha between what's good and what's better. Yeah. 2, conflict management. Wherever you live, you will always run into a crisis of some sort or the other. So training yourself to be resilient, kuhimili ushindani, it's 1. 2, considering other people better than yourselves is 2. Is one sure way of solving long time conflict. Yeah. Teamwork. As you pursue all this, remember you are not an island. You need input from others. Yes. Mpakwe na mchango wa watu wengine. Mshikamano na ushirikiano katika yote tunayofanya. And then teamwork. Self-esteem. Yes. Ujasiri. You may have a brilliant idea, but no one knows about it.
So when you bring it to the surface, that's when it becomes useful. Kama kwa mfano social media network. Hiyo ni vitu yenye havikuwepo, si ndio? Right now they are benefiting everybody in the world. So people should not stop thinking hard of solutions they can bring forward to mitigate problems that keep arising in our daily lives. Yes. As one poet said, kama mshairi mmoja alivyosema, the road to success is not straight. Yeah. It has a curve called failure. Okay? Yes. Loopholes called disappointments and discouragements. Red lights called enemies. Speed bumps called friends. But if you have an engine called determination and a steering wheel called dynamism, you will surely make it to a place called success. Thank you. That's all I can say. Yeah, nafikiri umepata madini kutoka kwa Juma, na hiyo ni somo ya jioni ya leo. Mpenzi mtazamaji unayetutazama hapa, huyu unayemuona Juma, kama ulivyomsikia alivyosema before, alizaliwa anaona, akafanya harakati za shule, Mwenyezi Mungu akajalia, akakanyaga mpaka university, akapata degree yake, hatimaye akajitolea kwa maisha yake kuforward wengine. Mwalimu ni mtu anayeforward wengine wasogee mbele. Akatumikia maisha yake kusaidia watu wengine. Leo ni kipofu kama unavyomuona, hali yake unahiona. Hadi miguuni hakuna kiatu au ndala ya kuvaa, mtu mwenye hadithi ndefu kama hii anavyohadisia hapa. Halafu pia unasikia mwenyewe bila kuhadisiwa kinachotoka katika mdomo wake, masikio yako yanasikia kwamba hapa kuna madini. Nikuombe tu kitu. Nobody knows tomorrow. Hakuna anayejua kesho kamwe, ni Mungu tu peke yake. Leo anaweza akawa Juma, kesho akawa mimi na wewe. We never know. Nachokuomba, huyu ni mwalimu wetu. Chochote ulicho nacho, kama imekutachi hadithi yake ya maisha, kama umehielewa, tafadhali usisite. Hii hapa ni channel. Wasiliana na sisi kwa njia ya comment. Chochote kile ambacho utaona hiki kinaweza kikamsaidia, kitamfikia. Na hiyo ndiyo kazi yetu. Maana amesema kwamba kuna vitu akisaidiwa mambo yanaweza yakaenda sawa. Ana ujuzi mwingi lakini anakosa njia ya kuweza kutransmit, yani kuhamisha ujuzi uweze kumfikia mtu mwingine, kwa sababu kwa mfano anasema hana hata kiti cha kumpa mgeni wa pili. Anawezaje kufungua klasi ya kumsaidia mtu, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini anahitaji haki zote kama binadamu wa kawaida, licha ya ulemavu wa upofu wa macho. Mpaka hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada. Bye. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote. Hapa ni nyumbani.